Mayahudi. Imesema kina nani? Mayahudi. Waliambiwa nini? Katika dini yao. Waliambiwa katika nini? Dini yao, sio dini yetu. Ni dini ya Ukristo. Sio, hata sio ya Ukristo. Sasa ukienda kule Uyahudi, uambie wewe ni Mkristo, wanakutoa na mawe na marungu. Kwa sababu hawajui Ukristo. Sasa ukuje utuambie hiyo siku iliyobadilishwa ni gani? Nimemaliza. Asante. Mwalimu ameongezea dakika moja, lakini tunaalika mwalimu wa Kikristo akaweza kujibu swali kwa dakika 5. Haya, nisaidie kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume, hiyo siku ambayo ilibadilishwa ni gani? Amesoma Matendo ya Mitume. Sasa mimi nataka, amesoma ufafanuzi. Sasa mimi nataka nisome aya Matendo ya Mitume hiyo. Nisaidie Waebrania, samahani, amesoma Waebrania. Nisaidie Waebrania sura ya 4 mstari ni ule wa 7. Anasemaje? Inasema hivi, aweka tena siku fulani mahali, akisema katika Daudi, baada ya muda mwingi namna hii, leo. Hiyo siku inaitwa leo. Hiyo siku inaitwa leo. Sasa nataka tujue hiyo siku inaitwa leo ni gani? 16:25 Kutoka. Twende baba. 16. Piga takibiri sasa hii pia. 16 kumbe Kutoka 16:25. Kumbe hii aweka tena siku nyingine. Hiyo siku inaitwa leo. Leo ni lini? Sikia pepe. Inasema hivi, twende. Musa akasema nini? Haya, kuleni hiki nini? Leo. Kwa nini? Kwa kuwa leo ni sabato ya Bwana. Kumbe siku inaitwa leo ni nini? Sabato ni sabato ya Bwana. Ni hiyo, mtu wa Mungu. Ni hivyo tu. Unauliza swali rahisi. Kabisa mwalimu wangu. Aweka tena siku nyingine. Hiyo siku anasema inaitwa leo. Inaitwa leo. Kumbe leo ni inaitwa sabato. Inaitwa sabato. Rudi kwa Waebrania, hii amesoma 7 sasa maliza mstari wa 9. Sikia. Waebrania. Ile 7. Unasema ati imebadilishwa, imetoa. Sikia twende. Inasema hivi, katika kitabu ni kesha Waebrania. Waebrania 4:9 twende. Ina mstari wa 9. Twende. Inasema hivi, basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Umesema vibaya, imetoka. Basi imesalia. Ukisikia imesalia, maana yake imeisha ama inabakia? Bado imebakia pale pale mwalimu wangu. Ungesoma hapo ungejikuna. Si unasoma tu pako na mada vizuri. Alafu akasema hii aya ya 765 waliambia Wayahudi waliokuwa pale kando ya mto katika dini ya Wayahudi waliokuwa wakivua samaki. Ninarudia Qur'ani 2:45 fafanuzi. Elewa hii. Qur'ani 2:45. Sikia vitu. 2:45. Inaweka vizuri kabisa. Sawa, wameambia Wayahudi hatukatai ni siku ya sabato Wayahudi, sawa, lakini ndani ya Qur'ani imetajwa pale. Tusikie ile Qur'ani inasemaje. Inasema hivi mwalimu wangu, twende. Ingawa maneno haya wanaambia Wayahudi, haya maneno wanaambia kweli Wayahudi vile ambavyo na Sheikh amesema, lakini yanawahusu watu wote. Kwani hao ni majini? Kama ilivyo ada katika Qur'ani. Ati kama ilivyo ada katika Qur'ani. Kwa hivyo wanaposema wasifanye kazi yote siku ya sabato, inazungumzia watu wote. Sasa mkuje mtuambie kama nini ni majini. Kabisa mwalimu wangu. Ndio tujue wenyewe haiwahusu nyinyi. Inahusu wanadamu wote. Mashaka, mbona sisikii takbiri nyuma hapa? Imeisha mwalimu wangu. Kama takbiri ni za sikiliza upate masomo taratibu. Kwa hivyo sabato ipo kwa ajili ya mwanadamu. 2:27 Marko. Hiyo sabato ipo. Sasa wewe kama si mwanadamu, sabato haikuhusu. Na tunaona ni Jumamosi. Soma hiyo.
mbili ngapi mwalimu wangu? 2:27 kitabu cha Marko. 2:27 kitabu kile cha Marko. Kumsa Mwenyezi Mungu anasema hivi. Twende. Akawaambia, huyo ni Yesu anawaambia, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Na Yesu na baba yake walikuwa wanafanya kazi. Na Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Kumbe sio baba na Yesu. Wao wanafanya kazi. Lakini mwanadamu hafai kufanya kazi. Elewa. Kamata hiyo, mtu wa Mungu. Kamata hiyo. Hiyo ni ya wanadamu, mimi na wewe. Hatufai kufanya kazi. Ni siku ya ibada. Hata mwalimu wangu. Lakini Yesu na baba yake wanafanya kazi ya kuokoa wanadamu, kuwapea maisha. Hiyo ni kazi wao wanafanya. Lakini kwetu sisi hatufai kufanya kazi. Kabisa mwalimu wangu. Elewa hiyo. Kulingana na maandiko. Si wanadamu kwa ajili ya Sabato. Iko vizuri kabisa. Muda umeisha. Asante mwalimu, na mkaribisha shehe akaweze kusema kama amejibiwa ama bado, na baada ya kusema hilo jambo ameruhusiwa pia kutoka kwa mwenyekiti akaweza kuzungumza na wale ambao wamehudhuria hapa kwa jambo fulani. Karibu shehe. Asante mwenyekiti. Ndugu yangu, sijaelewa jina lako, lakini bado nakuambia kama hivi ndio huwa unajibu maswali, unaenda na madeni ya watu. Sasa msomaji, kwanza rudia ule ukurasa wa 29 katika Biblia. Ukurasa wa 29 unasemaje? Wacha nikamate mwalimu. Twende haraka. Inasema ukurasa wa 29. Hii ni Biblia ba. Alafu Biblia anaifasiri, sijui anaifasiri kivipi. Soma haraka. Inasemaje? Baadaye Mungu mwenyewe alibadilisha Sabato akaweka siku nyingine. Tulia msomaji. Ikiwa na maana Sabato kama ni Jumamosi ilibadilishwa ikawekwa siku nyingine. Lakini alipojibu akasema, akarudi alibadilisha akaweka, yani Sabato akarudisha tena nini? Tena Sabato. Alafu akasema kwamba siku hiyo inaitwa siku leo. Sio kweli? Inaitwa leo. Yani Mungu anazungumza na Musa, anazungumza na yeye siku ile, sawa? Leo hii na kuamuru. Si leo tumeenda hapa mkutano. Leo ni siku. Kuna siku kwa kalenda inaitwa leo? Hakuna. Hao wanajibu maswali, wanajibu namna gani? Kuna siku kwa kalenda inaitwa leo? Hakuna. Ati leo Mungu anamwambia Musa, nazungumza na wewe leo wakati uliopo. Nazungumza na wewe leo siku husika. Sio kwamba kuna siku inaitwa leo. Wewe wapi? 2:45 aliosoma Qur'an. 2:45. 2:45 Al-Qur'an Karim. 2:45. 2:45. Alafu kusilimu tunafanya bure. Kwa mwenye ambaye ameona haki usijifiche. Kusilimu tunafanya bure. 2:45. 45. Hebu nileteo kiti uniwekee hapa, leteo kiti weka hapa. 2:45. 2:45 inasemaje? Inasema na hebu soma kwanza tanbihi yake. Tanbihi yake inasemaje? Inasema ingawa maneno haya wanaambiwa Mayahudi. Haya maneno wanaambiwa Mayahudi, lakini yanahusu. Simama kidogo msomaji. Kwanza amekubali. Kumbe 763 maneno yale wanaambia Wayahudi. Sasa amekubali. Ikiwa na maana Sabato wamepewa kina nani? Mayahudi. Hilo hana shida, amekubali. Lakini anasema ingawa maneno haya wanaambiwa Mayahudi, lakini yanahusu watu wote. Sasa haya maneno ambayo waliambia Mayahudi, ambayo yanawahusu watu wote, ni mambo gani? Soma andiko. Na jisaidieni katika mambo yenu kwa kusubiri na kwa kusali. Mwalimu, kusali Mungu anaamrisha watu wote ama Wayahudi pekee? Watu wote. Lakini Sabato, kushika sheria ya Sabato amewapa kina nani? Wana wa Israeli, Mayahudi. Hiyo ndio Qur'ani inasomwa, ndugu yangu. Usisome Qur'ani. Kwanza unasoma tafsiri, unasoma aya na unakuja kwa tafsiri. Sasa yeye anaruka aya anakuja kwa. Sasa unatafsiri nini? Aya, msomaji tulia. Wewe unatafsiri